Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hiyo sisi kama TNCC tumeamua kufuata kama serikali inavyoenda sasa hivi kidijitali. Kuna sisi hatubaki nyuma, tunafuata mwelekeo huu wa serikali wa kuhakikisha kwamba digital transformation inaweza ikadrive economy yetu mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mafanikio yote ambayo nimeyataja na mengine mengi ambayo sikuweza kuyataja kwa sababu ya muda, kuna changamoto mbalimbali ambazo tunaziomba serikali itusaidie kuzitatua kwa nia njema ya kufanya nchi yetu iende kwa kasi haraka. Kama unavyojua Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sasa kuanzia kesho tunatekeleza dira 2050 ambayo private sector imepangiwa utekelezaji huo 70%. Na sisi kama TNCC tunapambana kuhakikisha kwamba hii 70% tunahakikisha kwamba tunapanga wafanyabiashara ili kuweza kutekeleza 70%. Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni rasmi, kuna issue za gharama za kufanya biashara, mifumo ya udhibiti, mazingira yasiyotabirika. Kwenye Nkumbi tu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na sisi tumeshirikishwa, tunaamini Nkumbi tu ikitekelezwa, mengi haya ambayo nalizungumza na mengine mengi yatakuwa yameshakuwa solved, kwa sababu kwenye Nkumbi tu tumeshafanya tayari ile awali, tumeshakubaliana kati ya private sector na public sector. Kwa hiyo inaenda tu kwa ajili ya kwanza sasa tunatekeleza namna gani. Kwa hiyo tunaamini kwamba kukiwa na tunapunguza gharama za kufanya biashara, ikiwa mazingira ya biashara yanatabirika, wawekezaji wa ndani na wa nje wataongeza uwekezaji wao mkubwa na tutaweza kutekeleza dira ya 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi na Waziri Mkuu, kuna issue ya private sector. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka sasa hivi hatuna sheria wala sera inayoendesha private sector. Kwa hiyo tunaomba sana serikali ya awamu ya 6, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba serikali ya awamu ya 6 imefungua milango kwetu sisi na tunaamini haya yanawezekana. Tunaomba tutungiwe sheria ya sekta binafsi ambayo itatusaidia sisi, especially kwenye issue ya universal membership, kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu, players ni wengi na wanaohangaika kutengeneza mazingira ya biashara ni wachache, wanao benefit ni wengi. Yale mambo ambayo tunakaa bungeni kwenye thinking tank tunayaongelea, tunakuwa ni wachache, labda watu wanaochangia ni watu labda 20,000, lakini yaliyotokea bungeni leo na benefit ambazo zimepatikana ni kuwafanya biashara wote wa Tanzania. Kwa hiyo tunahitaji sana sera ya private sector, na tunahitaji kabisa hiyo sera itamke ni nani ni taasisi kinara, ni nani ni apex board, sababu kuna huo mchanganyiko wa huku na huku. Ni vizuri tuliweke sawa hili, na hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari tuna andiko letu na tayari tumeshaleta kwenye ofisi yako pamoja na ofisi za serikali kwa ajili ya kuonyesha tunaenda vipi tufike hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, liko swala la udhibiti, taasisi za udhibiti, regulatory institutions ambazo nyingi zina overlap. Unakuta kazi hiyo hiyo anafanya fire, kazi hiyo anafanya OSHA, kazi hiyo anafanya TCRA, kazi hiyo anafanya Data Protection Commission, vitu ambavyo vinaweza vikaunganishwa ikawa kuna urahisi wa kudili na taasisi chache. Hili vile vile tumelizungumza na liko kwenye Nkumbi tu. Naamini Nkumbi tu ikitekelezwa hili litakuwa nalo limeisha. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiongea na hawa wafanyabiashara watakueleza taasisi zetu nyingi zinakuwa ni revenue driven. Yaani ukienda wanaangalia kukusanya mapato. Kama mtu angalia kukusanya mapato, atapenda wafanyabiashara akosee ili amchaji, ampige penalty. Sasa sisi tunawashauri kwamba tutoke kwenye kufikiria kukusanya mapato. Mtu akusanya mapato mengi, maana yake ameshindwa kutekeleza wajibu wake kuifacilitate sekta binafsi. Tungefikiri sisi tungeenda kwenye service oriented, yaani wao wanatoa service. Na kama Mheshimiwa Waziri Mkuu, inawezekana, kwa sababu hili tunaliongea sana na wewe mwenyewe unaliongea, umeenda mikoani, tunakusikia kila siku, unatatua changamoto nyingi sana. Nyingi zinatokana na haya mambo ambayo nayaongelea hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tungeomba, kwa sababu ukiangalia kimsingi hizi taasisi nyingi
kazi yao kubwa ni business facilitation. Tungeomba kwenye sheria zao, kwa sababu attitude ya mtu saa nyingine ni ngumu kuibadilisha. Tungeomba kwenye ile sheria, either ni ya TBS, ni ya TMDA, ni ya TCRA, ianze na jukumu la kwanza kwamba objective namba 1 ni business facilitation, afa mengine atafuata. Ili facilitate business, kama ni TBS unabidi usimamie viwango. Ukisimamia viwango vya bidhaa Tanzania zitakuwa juu, zitaweza kupelekwa nje ya nchi bila shida yote. Watanzania watakula bidhaa bila madhara yoyote. Kwa hiyo tunaomba sana kwamba tuiangalie kwa namna hiyo badala kuangalia kama revenue generation. Lingine Mheshimiwa mgeni rasmi, ni tozo za serikali za mitaa. Okay. Ni tozo za serikali za mitaa. Kwa hiyo hizo tozo za serikali za mitaa, sisi tunaomba kama kunaweza kuwa na commission moja ya kuzicontrol hizo tozo zote, ili isitokee halmashauri inaweza kaongeza tozo bila mamlaka nyingine kujua, na halmashauri nyingine inakuwa na tozo kubwa kwa kitu hicho. Gunia la mpunga, ukienda halmashauri hii ni shilingi hii, ukienda halmashauri shilingi hii. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano wa kufanya hivyo. Swala lingine la miundombinu ambayo tunaomba irekebishwe kwa ajili ya facilitate business, kama ambavyo mkuu wa Dar es Salaam siku chache zilizopita alikuwa anaongelea mambo ya foleni ya mkuu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo miundombinu ilikuwa mizuri ya mijini na vijijini, tunaamini kwamba business facilitation zitaenda haraka sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo lingine ambalo la muhimu ni swala la madeni ya wazabuni na makandarasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sana serikali ituangalie makandarasi pamoja na wazabuni wa ndani ili walipwe madeni yao kwa wakati. Hii itasaidia sana kuongeza cash flow ndani ya nchi na kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wa Tanzania wanakuwa haraka na tunachukua nafasi za uwekezaji ndani ya nchi kama wafanyabiashara wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala lingine ni mageuzi ya kikodi na maboresho ya kikodi ambayo tayari Mheshimiwa Rais ameshatuanzisha tume ya kikodi. Tunamshukuru sana, na tume imeleta tayari ripoti yake, tunashukuru sana, na tunaamini sasa ni utekelezaji wake. Tunaomba sekta binafsi itengenezwe matrix ya zile changamoto, na sekta binafsi kama TNCC tushirikishwe kwenye kutatua zile changamoto, ili tufike mahala nchi yetu iwe ni nzuri na tuweze kufanya biashara kwa urahisi zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa nimalizie kwa kuendelea kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 ambao tumekuwa tukishirikiana nao vizuri sana katika kupeleka gurudumu la maendeleo ya nchi yetu mbele. Na kipekee kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijamaliza, nitamke neno moja ambalo tulitamka vile vile mwaka 2025 kabla ya uchaguzi tarehe 22 Oktoba, kwamba changamoto zozote ambazo zinatokea kwenye nchi yetu hii, mojawapo ilikuwa labda mtu anataka kuleta vurugu, anataka kuleta maandamano, anataka kuvereva ile, mwathirika namba 1 ni wafanyabiashara. Tulisema tarehe 22 Oktoba mwaka jana, na tulikuwa na wafanyabiashara vile vile nchi nzima, na mgeni rasmi alikuwa ni waziri wa mambo ya nje. Tukawaambia wafanyabiashara muwe makini, kwa sababu likitokea lolote baya, wa kwanza wa kuumia ni sisi wafanyabiashara. Na ndivyo ilipotokea hivyo, kwamba tuliopata changamoto kubwa ukiangalia in percentage wise ni wafanyabiashara. Naendelea kuambia wafanyabiashara ambao wametoka mikoa yote kwamba sisi ndio wa kwanza wa kulinda amani ya nchi hii, kwa sababu sisi ndio tutakuwa waathirika namba 1 kwa lolote litakalotokea. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba sasa kwa kumalizia, sababu muda sio rafiki, na presentation ya dakika 2, ningeomba iwe displayed hiyo presentation ya dakika 2 ili tuweze kuendelea.